Karibu sana, karibu kama uko online. Asante sana my brother Ekika, karibu sana kama uko online. Tukapata kuabudu pamoja, maana ni Mungu tunayeabudu. Unayemwabudu asubuhi na mapema, unapomtukuza Mungu ushuka katika maabudu, katika sifa zake. Kama uko online, karibu sana. Ukiwa like, comment, tukapata kuabudu Mungu pamoja, maana ni yeye pekee anayestahili. Hakuna mwingine anayestahili isipokuwa ni Mungu, maana ametuamsha asubuhi ya leo, ametupatia uzima, tumeamuka, tumeangalia, tumekunywa. Na wengi wetu tunaelekea kazini, wengi wetu tumeshafika kazini. Tunamwabudu maana ametupatia nguvu, ametupatia uzima na ametuonyesha mwangaza. Tumeona siku ya leo, tumepata ulinzi wa Mungu usiku wote. Ametuonyesha ulinzi, ametulinda usiku wote na ametutia nguvu. Tumeamuka asubuhi ya leo, tumwambie wastahili, wastahili Bwana. Unapendeza, ni wewe, ni wa ajabu, maana umeniamsha, ni wa ajabu. Niko mzima asubuhi ya leo kwa ajili ya Mungu. Asante sana my sister Atieno, Mungu akubariki sana. Karibu kama uko online, tukapata kumwambia Mungu wastahili sifa, maana ametuamsha, ametupa uzima, ametupa ushindi. Ukiamuka ukiangalia ujue ya kwamba ni kwa ajili ya Yesu, ni kwa ajili ya Mungu. Amekupatia uzima, amekupatia nguvu, amekutia nguvu, umeamuka. Kuna wengine hawawezi wakaamuka asubuhi ya leo, lakini wewe umeamuka, umeona, umeangalia, umeona mwangaza, umeona jua, umetembea, umekula. Mtukuza Mungu, mwambie wewe ni wa ajabu. Hakuna mwingine ambaye wa kuabudiwa ama wa kutukuza kama sio Mungu peke yake. Asante sana kwa wale ambao mnaingia ndani, tukapata kuabudu pamoja, tukimwambia Mungu wewe ni wa ajabu. Hakuna mwingine kama wewe, wapendeza. Unastahili sifa za moyo wangu, unastahili maabudu yangu, maana kwa ajili ya ukuu wake, kwa ajili ya nguvu zake, kwa ajili ya uhai, kwa ajili ya kila kitu ambacho amekupatia wakati wa sasa. Usiangalie ya jana, angalia ya leo, maana tumepewa siku mpya. Hatujui vile itaenda mpaka jioni. Sisi ni wapya katika hii siku, ndio maana tunamwambia unastahili, wewe ni wa ajabu. Utanifikisha jioni kwa ajili ya rehema na neema zake mchana wa leo. Hii siku ni mpya hata kwa sisi. Hatujui Mungu ametupangia nini katika siku ya leo. Hatujui ni nini atatupatia siku ya leo. Unapomkaribisha unaambia wewe ni wa ajabu, wewe unashangaza, wewe ni mkuu. Unamkaribisha ili akapata kukuonyesha kila ambacho amekuandalia siku ya leo. Maana kuna mambo ambayo ameandalia wengi wetu, mambo mengi. Wengine wanapokea kazi, wengine wanapokea kila ambacho umekuwa ukitarajia siku ya leo, maana ni siku mpya. Mambo mengi Mungu amekuandalia. Anapokuandalia, mkaribisha, mwambie Mungu nionyeshe nini umeniandalia siku ya leo, nikapata kuona katika maisha mwangu. Maana kuna mambo mazuri ambayo Mungu amekuandalia wewe na mimi. Siku imeanza, si ya kawaida, ni siku ya ajabu, ni siku ambayo Mungu ameandaa mambo mazuri kwako na mimi. Mkaribisha siku ya leo kumwambia kwamba kuna uponyaji ambaye amekuandalia, kuna uzima, kuna kitu ambacho amekuwa ukitarajia kwa muda mrefu amekuandalia siku ya leo. Mwambie wastahili Bwana, wastahili kuabudiwa, wastahili kusifiwa, wastahili kuhimidiwa, wastahili kila kitu, wastahili Mungu, wastahili wewe. Maana hakuna mwingine ambaye tunaweza kusema kwamba anastahili isipokuwa ni Mungu peke yake. Tuendelee kuabudu kwa muda mfupi tu, ambapo tutasikia neno. Ukiangalia stanzas, ukiangalia verses ambazo nimeweka katika screen, ingia katika Biblia yako. Kama uko kwa nyumba, ingia kwa Biblia yako, fungua ndani, soma, ili nitakapoingia katika neno la Mungu, tutakapojifunza pamoja, tukapata kujua Mungu ametuandalia nini katika hii siku ya leo. Ujue kwamba somo ambalo ninalolisoma kutoka karibu ni wiki ngapi hivi, kadhaa, 3 ama 4 hivi, ni somo ambayo ninasema kwamba kumtafuta Mungu. Unapomtafuta Mungu, ya leo ni kwamba unapomtafuta Mungu, uongezea ama anaingisha tumaini ndani. Unapomtafuta Mungu, anaingisha ama anapendekeza kuweka matumaini ndani ya kila ambacho unamtafuta Mungu, ama jinsi ambavyo unapomtafuta Mungu anakuwekea
anakuwekea tumaini, anaweka ndani, anaingisha ndani tumaini, ili ukapata kujua kwamba kila ambacho unachokitafuta kwa Mungu utapata. Anakupatia matumaini. Soma ile neno ambalo verses ambazo nimeweka katika Biblia. Nitakapoingia utaelewa ni nini ambacho nimekuwa nikinena. Kumtafuta Mungu. Ukiangalia hizi yote kwa jumla ambazo nimekuwa nikisoma vipengele zinasema kwamba kumtafuta Mungu. Jambo kubwa kwa hizi vipengele ni kumtafuta Mungu. Ni kumtafuta Mungu. Ni verses ambazo ni kwa ufupi tu zile ambazo ninapatia, lakini ziko mingi sana. Lakini ukiendelea kusoma, Mungu atakufunulia kwa wingi ili ukapata kumjua. Unapomtafuta Mungu uingisha ndani matumaini. Anapendekeza kuweka ndani matumaini. Jinsi unavyomtafuta, anakupa matumaini. Last week nilisema kwamba unapomtafuta Mungu inakuelekeza, inakulead kwa deliverance. Vitu zingine Mungu anang'oa ndani yako ili ukapata kukua delivered kabisa. Anang'oa vitu zingine ndani ya maisha yetu ili anatudeliver kila wakati tunapomtafuta. Anatuokoa kwa mambo fulani, mambo ya kifamilia, mambo mengi ya mikakati ambacho shetani amekuwa amekuinda kila wakati. Anakukomboa unapomtafuta ukisongea karibu na yeye. Mungu anakuokoa kwa mambo mengi, na jani yako ama safari yako inaelekea. Hiyo ilikuwa last week. Safari yako ya kumtafuta Mungu inakuelekeza katika njia ya kukua na ukombozi ya deliverance. Yaani unapata deliverance. Leo tuko na deliverance katika church yetu ya Nakuru. Ukitafuta nimesema deliverance alafu nikakuelezea deliverance ukitaka kujua ndani kabisa. Nikimalizia hii program kuna deliverance service leo inaanza saa 3. Ukitafuta Mountain of Deliverance Church Nakuru deliverance service, hii ambayo ninasema tulisoma last week, tukasema ya kwamba unapomtafuta Mungu unaelekea. Ukiangalia hiyo video iko hapa, nimeiweka YouTube. Kama umetoa watu wa Facebook, iko YouTube. Unitafuta Judy Care, utapata hiyo link iko katika YouTube. Unapomtafuta Mungu inakuelekeza katika njia za ukombozi. Na nikaendelea katika page yangu kusema ya kwamba ile ambayo niliendelea katika page yangu, ukitafuta YouTube utaipata. Ukitafuta tu jina langu utaipata ile ambayo nilielekea kutoka deliverance unaenda wapi. Alafu hii ndio inafuata ile ambayo ilikuwa katika page yangu. Seeking God infuses hope. Inaingisha, unapomtafuta Mungu huingisha ndani matumaini. Na matumaini ya kwamba unapoomba unajua ya kwamba Mungu ameweka matumaini ndani yako. Utapata kila ambacho unatafuta Mungu, ili Mungu akapata kujidhihirisha ndani yako. Tukapata kuendelea kuomba, kuabudu kwa ufupi. Tukisema ya kwamba unastahili sifa na utukufu, maana wewe ni Mungu mkuu. Unastahili Bwana, unastahili Yesu, unastahili Mungu mkuu, unastahili Mwokozi, unastahili Yesu. Tukuka Bwana, tukuka Mwokozi. Hallelujah. Oh Lord. How excellent is your name.
Thank you for this day, Jehovah God, that you have given unto us, O Lord. We praise your holy name, Jehovah. We give glory unto your name, Jehovah, King of glory. You are lifted, O God. Tukuka Bwana, inuliwa Yesu, heshimika Mwokozi. Katika kiti chako cha enzi, hakuna aliye kama na wewe Bwana. Kwenye kiti chako Bwana, tunasimama mfalme tukisema how God, excellent is your name, Jehovah. Tunainama kitini pako Bwana, tukisema Bwana, how excellent is your name, Jehovah. Your name is above. Your name is above. Above sickness, above poverty, above what we go through. Your name is above, oh God. I thank you, Jesus. I praise you, Jehovah, King of glory. I worship you, Lord. Tunainama mikono pako Bwana, tukisema Jesus, jina lako liko juu ya kila kitu. Tunainama Bwana kwenye kiti chako cha enzi, tukisema Bwana, jina lako Nani kama wewe, nainama
nani kama wewe, nainama mbele zako, wewe ni Mungu. Ebeneza, nani kama wewe, nainama mbele zako, wewe ni Mungu. Ebeneza, nani kama wewe, nainama mbele zako, wewe ni Mungu. Ebeneza, nani kama wewe, nainama mbele zako, wewe ni Mungu. Hawa ni ukitafuta Kuza TV, wanakuanga kila siku asubuhi. Asante sana mchungaji Elisha kutoka UK. Ukitafuta Kuza TV iko katika YouTube, iko katika Facebook. Ukitafuta Kuza TV iko katika runinga yako. Ukitafuta wanakuanga na maabudu, kuanza asubuhi kuabudu, kukaribisha Mungu, ambayo wako na mchungaji ambaye ana lead ni Enoch. Ni maabudu ambayo ninapenda sana kila asubuhi. Wako live, sio video, sio CD. Wako live, wanaimba nyimbo ambazo tuliacha kitambo tukaingia katika nyimbo za kisasa. Waliingia katika hizo nyimbo za kitambo ambazo wanaabudu, na ukiona uwepo wa Mungu uko katika juu ya wapendwa watumishi wa Mungu. Wako wengi sana ambao wako YouTube. Ukiingia hapo abudu na watumishi wa Mungu, mimi waita watumishi Rosemary George, ukiangalia Sarah K, ukiangalia kuna Rosemary, Pastor Rosemary Cheke ama ni Cheke hapo hivyo. Wako wengi sana ambao ninawafuatilia katika YouTube, wale ambao waimbaji wanaoabudu. Unaona uwepo wa Mungu uko juu yao, ambao wanamtafuta Mungu. Ndio maana somo langu ni somo ambalo nimekuja nao katika wiki ambazo ni kazani kumtafuta Mungu. Ndio maana unaona ninakutachia hao wapendwa ambao wanamwabudu Mungu, wanamtafuta Mungu. Unapomtafuta Mungu kwa wingi, Mungu anakurenew na kuwa katika upya. Hilo ndio somo ambalo nitasoma wakati wa leo. Unakuwa renewed kila wakati, unakuwa upya, maana unamtafuta Mungu kila wakati. Nimesema hapo mwanzo ya kwamba leo ni siku mpya kwetu sisi wote ambao hatujui ni nini Mungu anatenda mbele yetu. Tumeanza tu, tumeamuka, lakini hatujui mipango ya Mungu katika hii siku. Ingawa tumeomba usiku, tuka-cancel mikakati ya shetani yote, lakini siku ya leo ni mpya kwangu na kwa mimi, maana tumeongezewa siku mpya, tumeongeza katika miaka yetu ambayo tuko nayo wakati wa sasa. Tumeongezewa siku mpya na matakika ambazo tume kutoka asubuhi, kutoka saa 6 mpaka saa hii, kuna masaa ambayo Mungu ametupa. Tumekuwa hai, tumefika wakati wa sasa. Hatusemea kwamba sisi ni wazuri sana kushinda wale ambao wamelala, hapana. Wote tuko wa maana mbele za Mungu, lakini Mungu amekupatia heshima, umeamuka, uko mzima wakati wa leo. Ndio maana unasikia wimbo unasema ya kwamba wewe ni wa ajabu. Na amesema ya kwamba ile ambayo imeimba ya kwamba wakati wa sasa, how excellent is your name. Ameimba nyingine ambayo imefuata ambayo tumeimba kwamba Ebeneza, nani kama wewe. Tumeanza siku mpya. Tunamwambia ni nani kama wewe Mungu? Umetuamsha asubuhi ya leo, tumeona mwangaza. Ni nani aliye kama wewe? Ambaye wimbo ambao umeimba kwa Kiingereza umesema kwamba how excellent is your name, how powerful, how wonderful is your name. Jina lako ni la ajabu, limetuamsha asubuhi ya leo. Tumeona mwangaza, tumekula, tumetembea. Jina lako ni la ajabu, jina lako ni la kushangaza, jina lako ni unaliona jina ambalo liko na maajabu. Maana ukitazama ishara zake, ukitazama matendo yake, ukitazama yale ambayo anatenda, ni ya kutisha. Matendo yake
ni ajabu. Ishara zake zinashangaza. Zinashangaza wengi. Kwa macho yetu yale ambayo tunaona yale ambayo Mungu anatenda ni ajabu, ni ya kushangaza. Ndio maana unaona tumeamka asubuhi, maana tunatazama mwangaza, tunasema huyu Mungu ni Mungu ambaye anashangaza kwa njia ambayo ni tofauti. Tumekuwa na kabaridi asubuhi, ninaona jua imetokea, maana najua kwamba watoto wangu hawatashinda wakiwa baridi. Ameweka choto. Huyu ni Mungu wa aina gani? Unapotafakari ukuu wake na matendo yake na yale ambayo anashangaza, yani ufahamu wetu ama yale ambayo tunayaona yanazidi, yani ufahamu wake ama matendo yake yanakuwa ya ajabu, yanashangaza, yanatisha. Katika machoni petu, kufikiria kwetu hakuwezi kufikiria, yani hatuwezi tukafika kiwango ambayo Mungu anatenda mambo ambayo yanatisha mpaka tunakuta mawazo yetu ama ukiangalia scientists hawawezi wakafikia yale ambayo Mungu atatenda leo. Ukiangalia kwa nini walisema itakuwa na baridi, lakini Mungu ni nani? Kabaridi kamekuwa asubuhi sana, imefika saa 2 naelekea saa 2 jua imetokea. Huyu ni Mungu wa gani? Anapita ufahamu wa mwanadamu. Yani kila ambacho tunafikiria itakuwa hivi, Mungu anaenda mbele zaidi. Waje tuingia katika neno kwa ufupi. Neno langu nimekuwa katika ni wiki 3 ama 4 hivi. Last week tulikuwa tunasoma kumtafuta Mungu inatuelekeza ama inatuongoza kuelekea kwa ukombozi. Na leo na hiyo wiki yenyewe ni vile nilienda katika pechi yangu, nilisoma juu ya unapomtafuta Mungu, wale ambao wanamtafuta Mungu hao ndio wanampata. Last week ile nilisoma katika pechi yangu ile ambayo kipengele ambayo tunaendelea nayo inasema ya kwamba seeking God infuse hope. Nasema ya kwamba ukimtafuta Mungu inaingisha matumaini, inapendekeza matumaini, inaweka matumaini. Unapomtafuta Mungu mpaka Mungu anaweka matumaini ndani yetu. Matumaini ya kila ambacho tunachomtafuta tutakipata. Kila ambacho unahitaji kutoka kwa Mungu utaipata. Ndio matumaini Mungu anaweka ndani yako unapomtafuta kila wakati. Hili neno ni tamu sana. Ni tamu sana. Unapomtafuta Mungu, wala ambao unamtafuta Mungu, hata kama umemtafuta miaka ngapi, usichoke, endelea. Maana Mungu ataweka matumaini ndani yako, na matumaini hayo itakuelekeza kwa kila ambacho unahitaji. Mungu atatimiza. Kuna kipengele kingine ambayo nilisoma katika wakati mwingine, sijui ni wiki ya 2 ama wiki ya 3 part 1. Nilisema ya kwamba Mungu hachakusahau unapomtafuta. Endelea kumtafuta. Hachakusahau. Maana anakuelekeza kila wakati. Unaposoma neno, unapoomba unasoma neno, na unaposoma neno Mungu anakufunulia neno kwa wingi ili matumaini yako ikapata kuinuka. Maana unaposoma hii verse ile ambayo atakupatia kesho itakuwa, ama kwa matokeo ambayo inafuata itakuwa tofauti. Anakutia nguvu na anakufunulia ufunuo zaidi unapoendelea kumtafuta. Ndio maana unaona hii kipengele inasema kwamba seeking God infuses hope. Inakuingisha unapomtafuta Mungu. Unapomtafuta Mungu inaongezewa, inaingishwa matumaini. Unapomtafuta Mungu anaweka matumaini ili ukapata kujua kwamba kila ambacho unaomba kitakucha kutendeka. Tukiangalia katika unapomtafuta Mungu kila wakati. Unapomtafuta Mungu kila wakati. Unapomtafuta Mungu unakuanga katika uweponi mwa Mungu. Unapomtafuta kila wakati, uwepo wa Mungu unakuwa juu yako, ama unakuwa ndani ya uwepo wa Mungu. Na unapokuwa katika ndani ya uwepo wa Mungu kila wakati, Mungu anarenew, anakufanya upya. Unapomtafuta anakurenew kila wakati, anarenew kila wakati. Unapoingia katika uweponi mwake, unapoomba ukimtafuta, unakuwa katika uwepo wa Mungu. Na unapokuwa katika uwepo wa Mungu, Mungu anarenew, anakufanya unakuwa upya kila wakati.
Maana jinsi ambavyo nilimtafuta Mungu usiku na jinsi ambavyo nitamtafuta Mungu saa hii haitakuwa the same. Saa hii usiku Mungu renew vile nilikuwa namtafuta. Saa hii nikimtafuta kila dakika atakuwa renew kila wakati, atakuwa akinifanya upya katika uweponi mwake. Haya, haleluya. Na unapomtafuta Mungu kuna kuwa na uvumilivu ndani yako. Na hiyo uvumilivu inakimbia mbio, inaenda mbele kwa hamu sana ili kuona ufalme wa Mungu. Hiyo ni kumtafuta Mungu. Uvumilivu, hope, inakupeleka mbio, inakimbia mbele kwa hamu ili kutafuta ufalme wa Mungu ndani yako ukapate kutimia. Na unapotimia uvumilivu unapokimbia mbio kwa matumaini, unapokimbia mbele yako kwa matumaini, unapomuomba Mungu, kuna uvumilivu unakuwa ndani yako, unakimbia mbio mbele. Na inaenda mbele ili ikapate kwa hamu, ili iye tamaa inataka kuona ufalme wa Mungu ukitimia, ama matendo ya Mungu yakifanyika, kazi ya Mungu ikitimia ndani yako. Ndio maana unaona nikisema kwamba ufalme ukitimia ama ufalme ukikaribia, inakuanga ndani ya mtu. Uvumilivu unakimbia mbele kwa hofu, kuona ufalme wa Mungu ukitimia, kwa matarajio kuona uwezo wake katika duniani. Uvumilivu unaokimbia mbio. Kumbuka ya kwamba hii ni seeking God, ni kutafuta Mungu, kumtafuta Mungu. Kwa haya mafunzo yote ni kumtafuta Mungu. Yaani heading yenyewe kubwa ni kumtafuta Mungu. Unapomtafuta Mungu, useme ya kwamba uvumilivu inakimbia mbio mbele kwa hamu ili kuona ufalme wa Mungu ukitimia ama ukikaribia ndani ya maisha yako. Matarajio ni kuona uwezo wa Mungu. Maana uvumilivu utaleta matumaini, utaleta matarajio ya kuona uwezo wa Mungu katika duniani. Maana atakuonyesha mambo mengi, atakuonyesha uwezo ambao Mungu anafanya katika duniani. Utaona mambo mengi katika maisha yako. Mungu atakuonyesha uwezo, jinsi alivyo mkuu, jinsi alivyo wa ajabu. Ndio maana unaona nikisema ya kwamba uvumilivu ukimbia mbio kwa hamu ili ikapata kuona ufalme wa Mungu umekaribia. Na inapoona ufalme wa Mungu umekaribia, matarajio yake ya hii uvumilivu inakuja kuona uwezo wake katika duniani, uwezo wa Mungu katika duniani. Kumbuka nilisema ya kwamba ni wale, kwa pete yangu nilisema ya kwamba ni wale ambao wanaomtafuta Mungu. Wale ambao wanaomtafuta Mungu, ndio Mungu anaweka mambo tofauti ndani ya maisha yetu. Usipomtafuta Mungu hautapata yale ambayo ninaongea wakati wa sasa. Unapomtafuta Mungu haya yanatimika ndani yako. Maana imani yako ama matumaini yako itafanya ukapata kuona mambo mengi ndani ya maisha yako. Ukikuwa online salimia tu, ninaona wale ambao mko online salimia tu. Nisalimia tunapoabudu tunasikia neno kwa ufupi. Kila wakati mimi husema kwamba mimi ni mwimbaji, nitafuta YouTube naitwa Judy Keya. Ukinitafuta nyimbo zangu ziko huko, na hizi message huwa zinatolewa na watu na Facebook. Huwa naziweka kwa YouTube ili ukapata ukiingia huko utaona kila ambacho nilikuwa ninaongea. Unajua mimi siingii ndani, mimi huwa nasema kila wakati mimi sio mhubiri. Mimi ni mwimbaji. So ukiona nikifafanua tofauti juu ya kwamba mimi ni mwanafunzi. Mimi ni mwanafunzi. Ni mwimbaji mwanafunzi. Maana tunajifunza neno la Mungu kidogo tu, tukiendelea tukiomba Mungu na akitufunulia mengi. Mimi ni mwimbaji nyimbo za Injili. Na mimi ni mwanafunzi hata kwa nyimbo. Maana sijafikia lengo ambalo Mungu anahitaji, nikuwa bado niko process ya deliverance. Niko process, ndio maana unaona nikisema ya kwamba kumtafuta Mungu ni process ya deliverance. Niko process ya deliverance.
So nifuatilia kama uko online kwa YouTube. Nitaweka hii, nitaiweka katika YouTube. Kuna hizo zote ambazo nimekuwa nena kama zingine zimetolewa ziko YouTube zote. Ukinifuatilia YouTube utazipata YouTube zote. Ukipata imetolewa ziko YouTube. Hii ni masharti ya Facebook live nini. Sijui kama ni zangu, lakini kuna wengi wamesema huwa zinatolewa. So nifuatilia hata YouTube, kila link utakuwa ukipata maelezeo. Hata kama utapata neno moja tu litakubariki, ili ukapate kuona chinzi unaweza kumtafuta Mungu kwa njia kama hii. Nimesema ya kwamba uvumilivu hukimbia mbio inaenda mbele, ili kapate kuona uwezo wa Mungu katika duniani. Mungu anatia uvumilivu ambao uko ndani yako unapomtafuta Mungu. Mungu anakufunulia mambo mengi, anakuonyesha chinzi anavyofanya kazi yake duniani, na anakupitishia katika saa zingine unaweza kuona mambo katika kiroho, saa zingine unaona katika kimwili. Maana kuna wakati last week nilisoma katika kwa page yangu nikasema ya kwamba kumtafuta Mungu anajidhihirisha kwa wale ambao wanamtafuta, sio wale ambao wanamtafuta, wale ambao wanamtafuta kila wakati. Ndio Mungu anaonyesha haya mambo yote. Utamtafuta Mungu, wale ambao wanamtafuta Mungu kila wakati, Mungu anarenew. Wanakuwa katika uweponi mwako, anarenew kila wakati unapomtafuta. Nimesema kwamba uvumilivu unakimbia mbio ili ukapata kutazama makuu ya Mungu ambayo inatendeka katika duniani. Ni wale ambao wanamtafuta Mungu, si wale ambao hawamtafuti Mungu. Hautaona hii. Siku ile utamtafuta Mungu ndio utaona yale ambayo ninanena hapa. Nasema ya kwamba imani yako itakimbia na itakuwa kwa matarajio, ikapata kuona yale ambayo Mungu anatenda makuu, yale ambayo anafanya makubwa katika duniani. Imani ya uvumilivu, Mungu uvumilivu utakimbia. Mungu atakuonyesha yale ambayo yanatendeka katika duniani, yale ambayo ni makuu. Kwa sababu unamtafuta, unataka kumjua zaidi, unataka kujua yale ambayo anatenda. Atakufunulia yale ambayo anatenda katika ulimwenguni. Uvumilivu ndio utakimbia mbio ukapata kuona ukuu wa Mungu na uwezo wa Mungu na yale ambayo yanatendeka katika duniani, ile ambayo Mungu atakuonyesha. Ukiangalia ingine ya kwamba inasema ya kwamba tunapomtafuta Mungu tunakuanga wengi wetu tunakuanga na wasiwasi ndani yetu. Na neno la Mungu linasema ya kwamba kwa maana anatujali, kwa maana anatujali yeye. Anatujali Mungu wetu. Kuna mambo ambayo atafanya katika maishani mwetu. Unapoomba unakosa kukua, unaona kama Mungu atendi, unakuwa na wasiwasi. Unaona Mungu atimizi kila ambacho umekuwa ukiomba kwa muda. Jesus of Nazareth. Anaona ya kwamba Hallelujah. Anaona ya kwamba hii imekatika. Wacha niendelee na ingine. Imekatika kwa ufupi tu. Imekatika. Hallelujah. Hallelujah. So tunapoendelea. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Tunapoendelea. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tunaangalia, tunapoendelea tunaona Mungu anatenda. Tunapoendelea. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tunaangalia, tunapoendelea tunaona Mungu anatenda. Tunaangalia, tunapoendelea. God is good always.
Yesu wangu. God is good always. Imekatika kwa ufupi. Is good always. Imekatika kwa ufupi. Tunaona mambo ambayo tunapokea kutoka kwa Mungu. Tunaona mambo ambayo tunapokea kutoka kwa Mungu tunapomngoja na kumtafuta kwa wingi. Haleluya. Imekatika, wacha nitafuta ingine nianze. Hakuna kama wewe Bwana. Mungu. Haleluya, haleluya.